Hello, habari zenu, vipenzi wa Gunma Empire Secret, karibuni sana katika darasa la leo. Leo tuende tukajifunze maana halisi ya sikio kupiga kelele ama kusikia kama mvumo fulani hivi wa upepo ama kusikia kengele, lakini kuna utofauti wa maana kwenye sikio la kulia, kwenye sikio la kushoto. Kuna watu tayari hiki kitu kilishawatokea, hata kama wewe hakijawahi kukutokea ama ukakihisi, basi anza kujifuatilia kuanzia sasa hivi, utaanza kukiona hicho kitu. Na ishara hii uja bila kukuumiza. Yani inapokuja haujisikii vibaya labda maumivu ama ni hapana. Utakachosikia ni kama kengele inalia, ni kama mtu anakupigia kengele ama mvumo fulani ama kama kuna mtetemo fulani hivi kwenye sikio aidha la kulia ama la kushoto, lakini haiambatani na yule mtu ambaye anapata ishara ya maumivu makali sana kwenye sikio. Sasa kwa hiyo ambaye unapata maumivu, unasikia hiyo sijui mtetemo, maumivu hayaishi, hapana, hiyo sio ishara. Tafadhali nenda kamuone daktari, wewe utakuwa na matatizo. Hapa nazungumzia yule mtu ambaye anapata tu hiyo hisia, na hiyo hisia huwa inaambatana na mitetemo fulani. Kama utakuwa na utulivu fulani, basi kuna namna fulani utaweza kuelewa ni nini namaanisha. Kama hiyo hali ilishakutokea, basi utakuwa unaelewa ni nini nakimaanisha. Kama ni mara yako ya kwanza kututembelea hapa, basi angalia chini ya video, kuna maneno mekundu yameandikwa subscribe, tafadhali bonyeza. Lakini pia utaona kengele imekuja, bonyeza. Hii itakusaidia kupata taarifa kwa wakati kabisa. Nikiweka tu kipindi, basi utakuwa wa kwanza kupata taarifa. Hongera sana, umeshajiunga. Kitendo tu cha kubonyeza hiyo subscribe, umeshajiunga, umekuwa mwanafamilia wa Gunma Empire Secret. Lakini pia kama utakuwa ulishapata hiyo ishara ya sikio kupiga kengele na ukaihisi katika mwili wako, basi tuandike hapo chini ya comment, nilishawahi pata ama nilishawahi hisi hiyo kengele kwenye sikio la kulia ama sikio la kushoto. Na kama una ushuhuda na hili ambalo nimesema, pia unaweza kutuandikia hapo kwenye comment. Tafadhali usisahau kulike kama utakuwa umevutiwa na hili darasa. Okay, tuendelee sasa. Siku zote ulimwengu huwa unawasiliana na sisi, ama tuseme hata mabibi zetu, mababu zetu ambao wameshatangulia hata mbele za haki, pia huwa wanawasiliana na sisi kwenye ulimwengu wa kiroho. Wakati mwingine vitu kama hivyo vinatokea, malaika wako pia wanaweza wakawa wanawasiliana na wewe. Kwa hiyo kiujumla tu ulimwengu wa kiroho unaweza ukawasiliana na wewe. Kwa hiyo kabla jambo lolote lija kutokea, liwe zuri liwe baya, aisee, unakuwa umeshapata taarifa, ila ni kutokuwa na umakini na zile taarifa za kiroho, kwa sababu uko busy sana na mambo ya kidunia. Sasa leo nakufundisha jambo. Endapo tu sikio la kulia litalia, basi jua kabisa kwamba ni taarifa kwamba utapokea habari njema, ama pengine utapokea fursa, utapokea pesa. Kama uliomba kazi, una mashaka, nitapata kazi, tayari unakwenda kupokea kazi yako. Ama kama kuna mtu fulani unakuwa unaumia wakati unawaza sijui fulani ananipenda, sijui anipendi, ukaanza kusikia hilo sikio linalia, basi jua kabisa unaambiwa kwamba huyo mtu yuko vizuri. Unataka kwenda kusafiri, unataka kwenda safari ama kwenda kuonana na mtu, likalia hilo sikio la kulia, basi jua kabisa kwamba safari yako ni salama, ni njema, utafika salama na utatimiza kila kitu ambacho unataka. Kwa hiyo mara nyingi sana ishara za kiroho zinategemea kwa wakati huo ni kitu gani unajiuliza, ama ni maswali gani unajiuliza. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa umestaki, niende ndo niende, nirudi hivyo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ulimwengu unaamua kukujibu, ila kwa sababu haujui ulimwengu unazungumza vipi na kwa mtihani. Ulimwengu unazungumza kwa vitu vingi, unaweza kuzungumza kupitia. Kwa hiyo ulimwengu unaweza kuzungumza na wewe kwa njia mbalimbali, kupitia mwili wako, kupitia wanyama, kupitia mimea, kupitia nyimbo unazosikiliza, yani kupitia kitu chochote ambacho kimekuzunguka. Ulimwengu unaweza ukakupa taarifa, hata kupitia rangi pia. Ulimwengu unaweza kukupa taarifa kupitia kitu chochote kile ambacho kipo ulimwenguni, lakini kwa sababu wewe unakuwa hujui, unaweza kubaki tu unasoneka, yani mimi sijui nitapata hiki, sijui nitaenda kufanikiwa. Unakuwa umeshakujibu muda mrefu, kwa sababu unakuwa hufuatilii mambo ya ulimwengu. Kwa hiyo unaweza usijue kabisa kama ulimwengu umekujibu. Lakini sasa kwa yule mtu ambaye atapata ishara ya kengele upande wa kushoto, mara nyingi sana huwa inakuwa ni onyo ama tahadhari. Inategemea na wewe mwenyewe sasa, hisia zako za ndani, ama ni vitu gani ambavyo unajifikiria ndani, ama unajiuliza nini. Ama wakati mwingine unaweza kuwa unaongea hata na mtu, unazungumza na mtu masuala ya biashara, labda anakuambia okay, labda mimi nataka mimi na wewe tuungane kuhusu biashara, inatakiwa utoe 1,000,000 na mimi nitoe 1,000,000, unikabidhi. Litakapolia tu badilisha topic na kumwambia nadhani acha nikajifikirie, tuongee wakati mwingine kwa hili, ama mimi siwezi nadhani choki wangu labda ni kikubwa, tafuta namna yote
yote kucancel biashara na huyo mtu na usonge mbele. Kama unataka kwenda safari, my dear, safari yako haitakuwa na heri. Safari yako itakuwa na changamoto. Kwa hiyo kama unaweza kufanya hata dua kulingana na imani yako, labda kuepusha vitu ambavyo vinaweza kusumbua hiyo safari yako, fanya mapema. Fanya kama kuna matambiko yote kulingana na wewe uko familia zako, ama unaamini imani fulani, basi fanya dua kulingana na imani yako, hicho kitu kiweze kutokea. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza kuwa unajiuliza sasa, sijui nifanye hiki, sijui huyu mtu ndiye kutana naye atakuwa ni mtu mwema, sijui ananipenda, sijui anipenda. Ukianza kusikia kila unapoanza kufikiria tu unasikia zile kenge, hapana, hiyo njia unaenda sio sahihi. Kwa hiyo tunasema kwamba paki njia yako, lazima utapata changamoto. Yani hiyo ni lazima utapata changamoto. Uwe unataka uwe hutaki, lazima changamoto itakuja. Tofauti na hapo nimesema unaweza baada ya kupata ile taarifa unaweza ukafanya dua yote kuondoa ile changamoto ili usonge mbele. Wakati mwingine sio hivyo tu. Unaweza ukashangaa kila inapolia, labda wewe una rafiki yako na kuna namna fulani unakuwa unamfikiri kwamba huyu rafiki yangu ni mzuri, lakini kila unapoanza kumfikiria tu unasikia ile kengele upande wa kushoto, huyo mtu kuna namna. Yani inawezekana ni adui yako bila wewe kujua, ama kuna namna fulani, kuna kitu fulani, ama kuna ujumbe. Yani wakati mwingine unaambiwa sio kama unavyofikiria, ama sio kama unavyohisi. Kwa hiyo tunasema hivi, wakati mwingine labda hata kama hauwazi chochote kile, ama huna maswali yote unayojiuliza, ukasikia huo mlio labda sikio la kushoto umekaa hilo eneo, umekaa tu kuna eneo umekaa, huna mawazo yote alojifikiria chochote, huna mpango, lakini tu umekaa umechill mwenyewe, ukisikia tu hiyo, ondoka hilo eneo. Yani nyanyuka, ondoka hilo eneo mara moja. Chochote kile kinaweza kutokea. Wakati mwingine unaweza ukatoka kwa mbali ukaona liangalia lile eneo. Unaweza ukashangaa ni mti unaanguka. Unaweza ukashangaa labda pale kulikuwa kuna mnyama mkali anapita. Yani kinaweza kutokea kitu chochote kile. Na wakati mwingine sio kwamba kila changamoto labda inapotokea kwenye maisha yako labda unakuwa bahati mbaya. Watu wengi tu unakuta amechelewa usafiri, analaumu sijui nini, unakuta ile gari linapata ajali, ama una drive mara gari lako lina yani ulimwengu unatoaga muongozo ila kutokuelewa. Kwa unashangaa tu gari limezima. Ile gari mbona lilikuwa zima? Mbona fanya hivi na hivyo, unahangaika hivyo. Unashangaa mbele huko unaambiwa kuna tukio limetokea, ama njia haipitiki, ama kumefungwa, ndio unakuja kuona ndio maana tu unaweza kujiuliza, ndio maana tu gari lilizima, ndio hivyo. Baada ya kupata hiyo taarifa unashangaa gari linawaka. Kwa hiyo hapo utaamua usonge mbele ama urudi nyuma. Kwa hiyo ulimwengu huwa unatoa taarifa mapema kabisa. Ni wewe tu kupata utulivu wa kusikiliza ulimwengu unakwambia nini. Na ukitaka uanze kusikiliza sana ule ujumbe wa ulimwengu, jitahidi kujipa muda walau hata nusu saa kwa siku, ama hata dakika 10. Yani kukaa mwenyewe tu peke yako, unatulia, unaweka simu pembeni, unatulia. Hivyo unatulia, ukishatulia ukimaliza, yani tu kujisikiliza ndani. Basi anza hivyo tu, zoea hivyo. Mwisho wa siku utaanza kuona, unaanza kupata taarifa nyingi sana kwenye ulimwengu wa kiroho. Yani utaanza kuna namna fulani utaanza kujihisi, utaanza kuona mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo kama hili darasa limekuvutia, ama kuna kitu umejifunza, ama kama lishawahi kutokea, andika hapo kwenye comment. Chochote kile ambacho kinahusiana na hiki nilichozungumza, basi tafadhali tuandikie tu hapo kwenye comment. Ni kitu gani kilitokea wewe baada ya sikio kulia na ukapuuza. Na wapendeni sana vipenzi vyangu, tuonane wakati mwingine, na kwa